So kwa sababu hatutaki kudanganya koti na Waafrika na Wakenya wote wale wanatusikiza, mimi kuongea ukweli, ile kesi naweza saidia, naongeanga ukweli juu namuogopa Mungu. Anaheshimu hii koti. Anawaheshimu nyinyi nyote sana. Ile uongo iko kwa hii koti, tuachane naye Lady Jacqueline, kwa sababu itakuaibisha na ituaibishe sisi na ni wazee. Wacha tusaidie yule mtu aliona umuhimu wa kuripoti kesi yake. Tukibebana na ingine itatuaibisha na itatusaidia. Mimi yule aliripoti na nika confirm kuna kesi na amedhulumiwa, I will do that. Mkinipea nafasi hiyo nitawasaidia within 100. Na akuje Nairobi. Mzo unanipeleka wapi na ni usiku, mimi sijui mali naenda. But yeye ana insist to meet hao wanaume. Mmoja alikuwa kwa gari mnono ambaye alisema ni bishti yake na ni bishti ya James. Mimi nikakaa tu driver, tukaenda tukafika hapo, nikawaambia kutoka hapa mimi sisongi. Nilikataa kabisa, nikapaki gari. Nikawaambia kufika hii point mimi sisongi kutoka hapa. Wakapigia mwanaume mwingine simu, simjui jina, akakuja. DCO alishuka kwa gari akatuacha na huyo mwanaume mnono. Venye alishuka, huyo mwanaume wako anaongoja akakuja. I'm the one who called. Wakaanza kumpigia simu ashiki. I'm the one who called nini Jacqueline huyu mwenye ako kwangu. Nikaambia mwanaume wako anaongoja amefika na mimi it's getting late. Huyo mwanaume akakuja akampea habari. Pesa yenye tuliambiwa ndio maana umeona nataja 3K. DCO walipo receive pesa, waliniambia nilipa hao wanaume. Nikawaambia mimi sijui hao watu na siwezi walipa. Mimi nilipromise mwenye atawafanyia kazi venye James amesema huyo ndio nitapea pesa. But mimi huwezi niamkia nilipe watu wenye sijui na sijui kazi yenye mlipeana. Akasema wacha apigie mheshimiwa. Pesa yenye iliongewa kwa gari yangu it was 3K. James he was not there. Huyu jamaa mwenye alikuja mweupe akatumiwa 3K. 2K. Huyu the fat guy akatumiwa 1K. That's why mumeona hapo comment section mimi nimeongea ni 3K instead ya 4K. Cause sisi tuliambiwa mheshimiwa ametuma 3K, wacha nikuwekee 2K yako ya mafuta umetumia. Na huyu mwingine akaambiwa ameshinda naye the whole day akatumiwa 1000. Kutoka hapo huyu the fat guy akasema tumpeleke mpaka kiti na mbele mchanga. Mie was against. Nikaambiwa ana gari mpeleke. Tukampeleka hapo nikapiga U-turn tukakuja kwangu. So hapa mali nakuja and I think nimemaliza. Do yenye tuliambiwa ilipeanwa ni 3K. Ndio maana umeona nilikuwa na target 4K sikujua. I said what kenye tuliambiwa ndani ya gari. But kuambiwa watasaidia. Mwenye alikwambia kwa gari ni DCIO wetu wa TikTok. Yes, alikuja kaka after alitoka kukula alisema konja, alitoka so sijui kama hapo bado waliongea na mheshimiwa kwa sisi hatukula. Mimi nilikuwa tumekaa na huyu the fat guy tukingoja the other guy mwenye alienda sijui kupatana na Gashoka. After alikuja hata mimi sikuwa na wajua. After alikuja mimi Gashoka ni James ama? Hapana, James yako kwa hivyo mimi venye niliwacha na James nikirudi station sikupata James. Okay, sawa. So James jana kulituma 4000 ulipata ndo twende haraka haraka. Weka James kwa kizimba tafadhali dakika moja tu. Apanda hapo juu kwa kizimba. Hapo kunaitwa Kibla hapo. Kuanzia leo inaitwa Kibla. Pandisha yeye hapo kwa Kibla. Haya, James. Yes. Haya, 4000 jana ilitumwa. Ulipata pesa ngapi? Sikutumia yaona, sikutumia chochote jana. Okay, thank you. Haya, nipandishie Terry kidogo, alafu disione atapanda kwa kizimba. Pandisha Terry kwa Kibla. Hapo kwa kizimba. Terry mambo? Terry. Hello. Yes, hello. Yes. Wewe ni mwathirika, si ndio? Ndio. Kesi yako bado hajafika. Unaenda aje, uko aje? Hali yako iko namna gani? Myself niko sawa. Yes. Nuregwa ado arakutura. Niko sawa tu. Sasa ni venye sasa nashangaa hizi ni mahodi zimeanza kutokea afterwards. After tumeenda
after tumeenda tumejitokeza tumesema what happened in our lives, so vitu zenye sasa zinaanza kutokea ni vitu zenye hata zi make sense, because now that is putting our lives at stake. Very true. Yes. Yeah. Cause now you see, if at all kitu ingefanyika, at least hata huyo suspect mmoja ashikwe, at least hawa wengine, at least hata the other suspect atakuwa na hiyo uoga ya like kuharm the other person, unaona. But sasa ikikuwa ni mambo ya kwenda kukalia chini, okay, wataenda wakae chini waongee, wazungumze, walipane kama wanalipana. Sisi wengine wenye tulijitokeza na tukaji-involve in that incident, because in fact sisi tuliji-involve in that incident to put weight that is true, that is what has been happening. Hiyo ni kitu ambayo iko, so that msikuwe na doubt. So watu wengine wakienda kando waanze kuongelea venye watalipwa, it's putting our lives at risk. Sasa hata wanatuma tuanze kuogopa zaidi. We are not safe at all. We are not safe at all. Okay. We are going to fix that. This court is here to fix everything. That's why we have people. Tuko na kina Kanyari, tuko na kina Mheshimiwa Mike Makarena. You can always trust me. I'm the only able judge katika this. Yeah. And I do justice. We have our madam prosecutor who also pia yuko ndani katika hii kitu kabisa. Tuko na senior counsels, tuko na juries wetu hapa, security iko kila kitu. Kwa hivyo uko sawa kabisa. Yeah, Apart from that, tuko sawa. Apart from that, unaweza sisi kwa nguvu ile acha. niko sawa. Okay, ukichemua hakuna shida yote na popote. Yes. Ukichemua ukifanya acha kwa nguvu hakuna kitu yote. Asina maumivu yoyote. Thank you very much. Nipandishie DSI yao tena kwa Kizimba guys. But again, okay, I'm sorry to say this, but this one I'm telling Lady Jacqueline. I think nilikuwa nimeandikia Lady Jacqueline message. Nikamwambia be very careful with some of your people here in this platform, because they are after your fall. Kwa sasa ukisikiza hizo story venye zinaenda, a lot of things wanafanya behind the scene, hawaambii Lady Jacqueline, wao wanafanya vitu kivyao huku, alafu sasa unapata Lady Jacqueline anachambua vitu zenye ajui. Unaona people like akina Githego wameanza kuja na vitu like gamer for gamer, things that are not supposed. Yeah, we came in this platform to get help. But sasa akipata watu ambao wako nao wanamuongelelea nyuma, wanafanya vitu zao nyuma, you see now it's also bringing shame to her. Kwa sasa people are there saying talking bad about LJ, vitu zenye ajui. And again, one thing I want LG to know, these people can be having a plan. Wao wapatane nyuma ya tent, wasotiane, wao wamalize kesi yao, the culprit aende na yeye aeke kesi, aseme LJ alituma watu wakavandalize church yangu, I want to be paid nini. So you should be also very careful with this. Yeah, you should be smart. Yes. Whether the victim, whether the DCI, you should be very nini with them. You should be very tough with them, because pia wanaweza kuletea shida nyingine. Tulivandalize kanisa, wao wataenda huko wamalize wasort issue zao, alafu baadaye muweze kusikia ni LJ alifanya, LJ alisema, wakushike niwe capable of whatever happened. And you are trying, but sasa watu ambao unajaribu kusaidia nao wanafanya vitu zao huko nyuma venye hata ujui. So they should be very nini for them. Kulingana hivi vile kumesikia akiongea na Kiarie. Any loopholes hapo umeanza kushuku kitu? Yeah, kuna loopholes mingi sana kwa sababu okay, number one, DCIO na James kuna some things hawataki kutuambia. They have been doing these things together. Wanafanya deals zao pamoja. They are not including LJ, they are not including anyone. So after sasa deals zao zimeanza kuanguka, ndio sasa wameanza kutoana hapa manguo. So wote wawili they know what they are asking each other. Kuna chenye wanaulizana, kuna mahali vitu hazijaenda vizuri. So hatuwezi saidi na pande moja. Cause pia wakati James aliona vitu haziendi vizuri, angekuwa anaambia LJ, na hapa leo pamefanyika, na hapa leo palienda, na jana kulienda.
But sasa hii mambo ya kunyamazia vitu zimekuja zikalipuka ndio sasa unaanza kuongea, that is not right at all. Okay, sawa. Okay, thank you. Your Honor, that is why I needed the platform updated. Yes, Because yeah, if the platform inapewa update ile regular, unaona, yeah. mimi I'm therefore safe, unaona. Yes. So I think that's what DCIO needs to understand, that kama ange commit to updating the platform regularly, ubaya aliingia kwa madeals na marafiki za huyu Peter K, madeals zenye hata ziko zinaeleweka, mara sijui anaenda kuongea na huyu, anaongea na huyu, nashanga hao watu ni marafiki wa Peter K, unadhani watakusaidia aje? So again, updating the platform would have been the best way to go. But anyway, Your Honor, take the mic. Okay, thank you very much. Yeah, go ahead. Approach page Naona niko kindly. kwa safari, Yes. nataka kuingia kwa gari. Mimi ile mtafanya ni kunitumia huyo James akuja Nairobi, mtajua vile nitafanya. Okay, Asante. sawa. Asante. I think Madam Prosecutor will get to you. There's a question that Honorable Macarena was to answer. Yes. Yeah, there was a question. Yeah, I think Pastor Ben, I don't know if you remember it, about the pesa. Au wakikupatia tu pesa uchukue. I think the DCIO said Oh, yeah, something. yes. That was a question for DCIO. Yeah. Nilikuwa nataka kuuliza Mwesh juu ako hapa na ndio nisiambiwe ni vitu nilijipangia, na hiyo ndio sababu mimi mlinipandisha hapa after the concern ya na pia ku understand that our lives at risk. We have conversation na James wakati tulipatana on Friday, na akaniambia nisiambie mtu, and I'm not saying this to expose James. Ninasema hivi because of our intellectuality ya ku understand the deepest heavyweight yenye iko hapa kwa hii kesi yetu. Alisema Muhesh alimwambia akipatiwa do asikatae. So that was just my concern, because hii kesi si ya James peke yake, vile tu Terry amesema, ni ya kila mtu mwenye amekuwa victimized, and we are doing this for everybody who is behind us. Pia sisi tukiweza kushinda hii kesi kama TikTok High Court, it will be a celebration, one big time, haitasahaulika. Kwa hivyo that is the concern yenye nilikuwa nimekuja nayo. Your Honor. Your Yes. Honor, let me answer that. Answer that. Let me Yes. answer that, Your Honor. Yes. Very well. Yes, I am the one who called. I'm the one who called Benson, and I'm the one who called Mheshimiwa. Mimi ndo nilipigia Mheshimiwa Macarena nikaambia Mheshimiwa hivi, si Mheshimiwa alinipigia, mimi ndo nilipigia Mheshimiwa. Nikamwambia Mheshimiwa hivi, huyu mtu akishikwa apelekwe kotini, afungwe. Mimi na sina kazi, nitabaki aje? Mheshimiwa akaniuliza wewe unapanga aje? Mimi nikaambia Mheshimiwa hivi, if at all huyu mtu atapelekwa pale kotini na apelekwe 14 days, kama atakataa, unajua mimi atakataa. Kama atakataa apelekwe 14 ama apelekwe venye kunaendanga, nikauliza Mheshimiwa, kuna kuanga na nafasi ya mtu mkae chini muelewane? Mheshimiwa akaniambia kuna kuanga naye, koti inapeananga nafasi ya mkae chini muelewane. So nikaambia Mheshimiwa, mimi ile mahali penye itafika tukae chini tuelewane na huyu jamaa after amefikishwa kotini, mimi naona kama nitachukua the offer ya pesa. So kindly Benson, I did not tell you that Mheshimiwa told me. I am the one who told Mheshimiwa that. Mheshimiwa akaniambia wacha tufuate mkono wa sheria. So please, that was how it happened. Thank you. Your Honor, I'm going to now give you. Go ahead. I think Mheshimiwa should have answered that question, because James has just directed Mheshimiwa on what to say, and that has messed up the truth. I don't think. You still answer, so no problem. Mheshimiwa can never be nini apelekwe kando kando. Oni mvaite murume. Haya. Hapana, unaona vile James anasema,
aliniambia kuna mtu amemconvince wakiwa wanafuatilia hiyo kesi yake. Nikamwambia ile njia mzuri, wacha kwanza huyu mtu awekwe pengu. Akifika pale kwa judge, koti inaweza wapea nafasi waongee. Kama tumezaa mshika, tumemweka pengu, akifika pale kotini, si hata wewe unaona, unajua wataongea, watapewa nafasi waongee. Yes. Hiyo ni kawaida. Ukizaa wewe kwa pengu, tukizaa mpata kweli wataongea. Lakini sasa hiyo ni swali aliniuliza na nilimjibu kama mtoto, na hata rafiki yake alinipigia. Nikamwambia tukiachana na hiyo mtu vile huyo ndugu yetu anasema, huyu Benson, huyu mtoto atakuwa kwa shinda, au watoto watakuwa kwa shinda kubwa sana. Kama kuna kusikizana itakuwa Lende Jacqueline. Okay. Wacha tushike huyu mtu aende kotini, au akienda wamsamehe huko, hatuna kazi. Wajua akienda wa withdraw, nyinyi mtafanya nini? Kila mtu aenda kulala kwake. Nasema saa hii tumeshika mtu amefika kotini. Hizo idea zao wako nazo, waende wa withdraw mbele ya judge. Hiyo kesi itaenda hivyo. Sisi hatutakuwa na usemi. Yes, takunywa maji. So idea ile na wapea ni washa mtu ashikwe, afike kotini. Akisema afika kotini, ingine story ingine tutaongea. Yes. Na ndio naomba James, kwa sababu wewe uko na OB, tafuta siku wewe nipate hapa Nairobi. Hiyo story hatutaongea tena. Kwa sababu nimejua makosa iko wapi, nimezunguzwa hapa, hata mimi kama mtoto nimesaelewa. Najua ona hata juzi nilisikia nilitajwa tumepatana na Lady Jacqueline. Prosecutor hatujawahi onana, hakuna mtu nimewahi kutana na yeye. Kwani mnaogopa? Sijawahi onana na yeye. Ni simu tu nakusaidia. Kazi yangu ni kusaidia na si mara moja. Alafu wakasema ulinipatia nafasi. Ongea. Okay. Unipea nafasi hii kesi mniambie saidia wewe. Mwache kunipea watu huyu atafanya huyu. Hii ni siku moja, lakini sawa tu. Okay. Hiyo itarekebika. That's why we are here to rekebisha kitu. Kwa Muhesh. Judge. Naam. Judge, kama tunapewa nafasi, niko na concern moja tu kwa Muhesh. Nilikuwa nataka kuwa request na pia the court Panda kwa at large. Kizimba. Panda hapo kwa Kizimba juu. Pandisha kwa Kizimba hapo juu. Hata si kitu, ita take time. Nilikuwa na request. Can we deal with this issue collectively? Collectively namaanisha, if there is going to be a conversation concerning this case, it is not about James alone, it is not about Ben alone, it is not about Yayo or Terry or if this matter. Actually, that's what I thought is going on. Yeah. I'm also getting to be highlighting my concerns. So, if it is going to get into the limelight, sisi wote kama ni Muhesh anakutana na victims, tukue hapo, mimi na victim na lawyer mwenye tulipewa Dengwajiro na Lady Jacqueline. Let there be no private conversation or private engagements, so that we can know, because we have had a candid conversation with James. A very candid conversation. I'm so frustrated. Mimi sisemi amekuwa compromised. Kuna conversation wamekuwa nazo kuhusu pesa zenye mimi sikuwa ninajua. So and we have been planning a lot of things. Hata Terry yako hapa anaweza kuambia mimi nilimuinbox leo. Nikamwambia on Sunday we are meeting na nikamwambia tunaenda church. The first thing it is for deliverance. Nikawaambia wote. James nikamwambia Terry he is here, he can tell you. Na juu Terry ameamua atachange kutoka from that side akuwe straight. Tukaongea na yeye na nikamwambia through prayers we can do this together. We are going to get it into the end. So Terry achange, ngoja kidogo tuende pole pastor. Terry achange kutoka mrengo ile nyingine. Yeah, he's here, anaweza kuambia we talked. He's very ready, by the way. He's a very nice guy. So vile mimi nilikuwa naomba, because this is about a collective community na society. Sio Ben na sio Ikoti peke yake. We are doing this to win for the society. Can we do this ukiwa pamoja tafadhali?
I think Pandisha Terry kwa pandisha Terry kwa kizimba mara moja. Kanipea nafasi juu na travel naenda mbali. Kuna kitu mimi siwezi danganya na siwezi fanya. Yes. Kwa kizimba juu. Mtu mwenye ana document ya kuonyeshana alifanyiwa dhuluma. Siwezi mfikiza kwa ofisi za serikali. Kweli. Yule mtu ako na document zenye nilifuatilia ni James. Yes. Na Pastor Ben? Hao wengine hata ukienda na wao ni siasa tu, itakuwa ni propaganda tunapiga ya siasa. Na Ben naye ako na document. Hajanitumia, hakuna kitu mimi najua ya huyu, ndio unaona nilitoa pesa tujue gari yenye ilimfanyia dhuluma inaonekana, ubi yake inapatikana, nikatoa pesa medical ikapatikana. So kusaidia ya James ni vile iko na visungumuti hapa kwetu kwa koti yetu kidogo, mkirekebisha hiyo itatake even one day. I know what I'm saying. Okay, sasa. Haya, Honorable Makarena, mute hapo alafu usafiri salama usitoke. Can I talk before sorry. No. Can I talk? No, guys, can you not interrupt? Guys, do not interrupt. You're not talking today. Okay. Koti kuna wenyewe leo. Yeah, okay. So Your Honor, I need to help us somewhere here if possible. Okay. Now, these are all victims of the same crime, yeah? And they're walking around with stigma. The first stigma is that they were violated. They were violated. That's the first stigma, you know? The second stigma is that they are now watu wa mrengo, unaelewa? That is another stigma yenye wanatembea nayo. So I feel like what Pastor Ben amesema, ya kwamba they are now meeting together, being one unit, hata kama hana ubi, unaona? But they're going together as a group. I think that is very important, and we need to support that, you know. And I hope Honorable Makarena, because we have spoken with Wakili, you know, Ndegwa, and Wakili Ndegwa knows that Ben hana ubi, unaelewa. Saizi yako tu na zile statement ameandika juzi, but evidence from the scene of the crime, hizo hakuchukua. Because we are shame. Let me ask you something, because you are teacher and you like teaching us, right? Educating us. But when it comes to some matters, I will ask you questions. Now that you've been in Kenya for almost 12 days, for 13 days now, I count every day, or 14, 13 or also, right? Have you met with all these victims in one congregation? Ukawapata wote watatu? Right. So Steve, the day we were meeting, the question is, have you? No. Steve was to meet us the following day. Because alipata information late, tukamwambia Steve, we ngoja, you'll meet us tomorrow. So for him, hatujakutana, but we talk with Steve every day. You see, I talk to this victim a lot. Meeting and talking is two different things. I asked you, did you meet all of them, like Ben pamoja, Kiari pamoja, and this Steve pamoja? And that no, Steve not yet. Steve not yet, Your Honor. But have you met Ben? Of course, Ben and James. And Your Honor, there's a point I wanted to make. Allow me to make it, please. No, I wanted you to answer that. So you've not done that, right? No, I've not met Steve. That's the only person I've not met. Go ahead now, make your point. Okay. All right. So my point is this. We spoke with Wakili Ndegwa, and there is a way in which Ben can still help the case, okay, of James. So Ben is also just as important in this case, albeit not as important as James. James is still the most important one. But I wanted to request Mheshimiwa Mike ya kwamba Mheshimiwa, tafadhali saa zile unasaidia victims, ukiweza saidia our victims wetu wote tafadhali. We need you. Hiyo ndio request tulimake kwako, utusaidie victims kwa sababu saizi hawafanyi kazi. Yeah, na sio wewe pekee nimemake request. Dexter is another one request. Pastor Kanyari another one request. So tafadhali mkisaidia victims kwa hali ya mihela hata kama ni 2,000 ama 3,000 mkumbuke victims. Sorry, I'll cut you short. This is where you go wrong. Okay, thank you. Let me clarify now. This is where you go wrong. You put